Karibu tena katika sehemu ya 4, safari ya nyimbo 8000. Rafiki yangu, karibu tena. Leo tunaingia katika sehemu ya kushangaza zaidi ya maisha ya Fanny Crosby, sehemu ambayo inafanya akili ya mtu isimame na kusema hii haiwezekani. Fikiria hivi rafiki yangu, mtu asiyeona, mtu ambaye hawezi kusoma vitabu kwa macho, mtu ambaye hawezi kuandika mkono wake kwa kawaida, lakini mtu huyu alitunga nyimbo zaidi ya 8000. 8000 rafiki yangu. Kama ungetunga wimbo mmoja kila siku bila kupumzika, bila likizo, bila ugonjwa, ungehitaji miaka 22 kufikia 8000. Lakini Fanny alitunga nyimbo hizo zote pamoja na maumivu, pamoja na upofu, pamoja na huzuni. Siri yake ilikuwa ni nini? Fanny alisema, ninapotunga wimbo siandiki kwanza, ninakaa kimya, nafunga macho yangu ingawa macho yangu hayaoni, na ninamwomba Mungu anipe maneno. Kisha maneno yanakuja kama mto wa maji, na ninayakariri moyoni mwangu. Kisha ninamwambia mtu mwingine aandike. Hakuandika kwa mkono wake mwenyewe, alitunga moyoni mwake, kisha akamwambia mtu mwingine aandike. Na kwa sababu nyimbo zake zilikuwa nyingi sana, wachapishaji wake walimshauri atumie majina ya bandia, wasije watu wakasema nyimbo nyingi mno zinatoka kwa mtu mmoja. Na Fanny alitunga majina ya bandia zaidi ya 200 rafiki yangu, majina tofauti, lakini mtu mmoja, moyo mmoja, Mungu mmoja. Baadhi ya nyimbo zake maarufu ni hizi: Blessed Are You, wengine wanautambua kama wimbo wa Yesu Mwokozi kwa hakika, ambayo inaimbiwa kanisani kote duniani hadi leo. To God be the glory ni wimbo wake mwingine tena maarufu, ambao watu wanaimba kwenye sherehe kubwa. Rescue the Perishing, wimbo wa kuwafikia watu waliopotea. Near the Cross, wimbo wa kukumbuka Yesu msalabani, na zaidi ya nyimbo 7009 nyingine. Rafiki yangu, mtu aliyepoteza macho yake akiwa na wiki 6 tu, mtu aliyepoteza mtoto wake, mtu aliyeishi katika giza la kimwili kwa miaka 94 yote, aliamua kutumia maumivu yake kutengeneza muziki wa kuponya maumivu ya wengine. Hiyo ndiyo nguvu ya kweli. Fuatana nami katika sehemu ya 5 ya kisa hiki cha Fanny Crosby, mtunzi wa wimbo wa Usinipite Mwokozi. Ikiwa hujatazama sehemu ya kwanza, ya pili na ya 3, unaweza kusubscribe uweze kufika katika channel yangu hii na uweze kusikiliza kisa sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya mwisho. Karibu sana.